Niliambia huyo mdada, niliambia rafiki yake, si uende umwambie aokoke. Akasema sasa kama ningejua mimi ningeokoka beleni, maana tungeshukusa hii mtu. Lakini mtu hajaokoka. Ukimuuliza wewe ati ni community husband. Kama mmoja nilienda nikamwambia, wewe nimekusimamisha kwa kanisa. Wewe ni mwanaume ya wanawake wengi. Akaniambia okay, mimi nimekubali ku step down. Akanistaki kwa mama yake. Mama yake amepiga simu. Pastor Harrison, ni fulani, ukuje nyumbani nikushijie kakuku. Nikaenda kushijiwa. Mama aliniuliza swali moja tu na Kikuyu. We Mogikuyu kana we ndole Mogikuyu? Kimwera de Mogikuyu. Akejera ithe Gikuyu gitigwa gutirio jamba ya mwero omwe. Akaniambia wewe ni Kikuyu ama si Kikuyu? Nikamwambia ni Kikuyu. Akaniambia methali ya Kikuyu inasema hakuna jogoo iko na mwera. So ni kumaanisha huyu mtu ali step down ni jogoo. Wadada ni miera. Sasa niambie. Sasa tukianza wadada kuwaona kama miera, utafikiria tunafanya kazi gani hapa kwa kanisa? Wewe wadugu, tuseme sasa nyinyi ni jogoo. Hiyo tukileta methali hiyo ya Kikuyu kanisani, hakuna kanisa itasimama. Kwa sababu hata pastor atakuwa jogoo ile ku. Apige jogoo zile zingine kidogo ndio ashughulikie watu. Tigwa. Have you ever fought in the church? Then you have a defect. Umewahi kuanguka? Basi uko na kirema. Scar. Hizo ndizo zinaitwa sports. Na ndiposa ni vizuri kama umeokoka, shikilia tu hata kukiharibika. Usiwe na kirema. Nasema number 3 is pride. Mara nyingi wakati unarudi nyuma, adui atakufanya kama Samson. Samson alitolewa nini? Macho. Macho ndio inatisha shetani, maana Mkristo haoni, hajuagi kupiga shetani. Maana unatupa gumi pande hii na shetani iko pande hii. But if you are seeing, you are an enemy of the devil. Na mimi nataka kusema hivi, watu wale mko hapa mnaonanga in the spirit, mnaona vile vita iko kali kwenu. Ni macho, ni hiyo macho inaleta shida. Those eyes. Unaona hiyo tumutu tunaruka, tuko na macho tunaona. Kakienda nyumbani kanaona. Wengine wakilala tu anaona kanisani vile kumekaa, anaona pastor vile amekaa, anaona watu wengine wamekaa kama wanyama lakini mjana ni watu. This ability to see faces devil. Na ndiposa unaona katika Biblia mtu ambaye anaona anaitwa prophet or prophetess, mawe ndio walikuwa wanapigwa naye macho, because as long as you can't see, you don't huwezi kutisha shetani kama hauoni. Na sisi washugaji tunatakikana watu wale wanaona tuwashunge na tuwalinde kanisani. Hata wale washugaji mko hapa, hata kama hauoni, it doesn't matter, as long as uko na watu wanao uwalinde. Ukikosa kuwalinda, mtakuwa kanisa mzima na hakuna mtu anaona. Shetani atakuwa anatembea mpaka anawagoga my sons, na hamwezi kujua. Lakini kama kuna mtu ataona, atakwambia pastor, nimeona shetani kwa madhabahu. Pastor, nimeona shimo kwa madhabahu. Pastor, nimeona kwa madhabahu kuna mtu iko na pembe. These people are seeing. But churches do not want these people. Kuna mtu alienda kanisa moja kubwa sana kwetu town, akaona. Akasema Bwana anasema kuna usherati kwa madhabahu. Kuna usherati kwa madhabahu. Nakwambia kanisa ilisimamishwa, akamwambia we acha stoeni huyo mtu, mpeleke pale nje kwa kivuli hapo kwa mti. Nilikuta dada akipulisiwa kwa, anajaribu kuamka, anaambiwa in Jesus name don't lie. Agiririo hau dada ucio alilia siku 3 na watu wakakuwa confused, wakaambiwa ni kufaint. Unajua mtu akifaint anaongeanga ofyo. Ndio hiyo amesema usharati nini ni kufaint. Kumbe yule anatuambia hivyo ndio alikuwa na kamsichana kafupi kanono. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kanisa mpende watu wanaona. Please mpende watu wanaona. Mkubali watu waone.
Pastor anaweza kuona kulingana na vile amehubiri, lakini hao wengine ni independent eyes. Na leo nitaombea watu hao wanaonanga, na wengine walikuwa wanaona na macho. Samson alikuwa anaona, but through Delila akaenda kule akang'olewa macho, na Biblia inasema mtu hana macho asiletwe kwa madhabahu. Hata nyinyi mmesikia. Na kuna ingine inasema kama haisikii, mnyama haisikii isiletwe. Unajua ni kitu gani kinafanya uende street kwa barabara hivi street? Ni masikio. Sikio moja likipotea mtu unaenda hivi unataka kuanguka. Balance ya mwili inaletwa na masikio, ndio Mungu amekuweka mawili. Mmoja ikiwa na interfered unakosa njia. Unakosa balance. Kwanza ukienda kwa barabara usikie ni kama unataka kuanguka, kwanza wanaangalianga masikio. Maana masikio ndio balance yako. Yeye ni nene has any serious flaw, mwenye kilema kibaya chochote, kusema kuna mahali alijeruhiwa hajapona, jeraha limekataa kupona. Na sijui Wakristo wengine wakijeruhi wale wengine hawaweki dawa. Unakuja tena wanaijeruhi. Wanakaa wanakuambia si wewe ndio ulifanya hivi, wanakitoa tena. Mpaka ndio unaona watu wengine wanahama hapa mbele. Ukiona kodoo imehama hapa mbele, imeenda pale nyuma, ni hiyo jeraha kufunguliwa na wale wako hapa mbele. Wakiona uko na jeraha, wanashida hapa. Kwanza mwanamke akiwashwa kwa doa, unajua amejeruhiwa. Jeraha linatokanga kichwa mpaka miguu, maana the two shall become one. Mahali mlichikana mkiwashana, kidoda kinaanza juu mpaka chini, maana mlikuwa mwili mmoja. Hiyo kidoda sasa, ukitoa ushuhuda mzuri, watu wanakuuliza na wewe na uliwasha Bwana, wanatoa tena damu. Ndio unaona mtu anajificha polepole kwa kanisa, anakaa pale nyuma. Tukianza kusema the grace. Na kuna watu hapa wako na vidoda, hata ukiona hivyo. Hata ukimwambia aibishe nyimbo hapo hawezi kuibisha. Na watu wale wanawekana vidoda ni wale wako na authority kwa kanisa. Ndio wanaweka mtu kidoda hakiponi. Angalieni nikimaliza dakika moja. Angalieni nikimaliza Ezekiel 33 inaongea juu ya kodoo. Ezekiel 34, sorry. Can we look at that and see whether it is that way? Wewe mlikosa neno langu? Sasa watu hawa wataenda nyumbani wakijua sijui. Nitaitafuta mpaka nione. Kuna jina ya King James Version inaitwa Beleath. B-E-W-R-Y-T-H. Can you search for that word? Ndio hiyo neno. Ndio iko na hiyo perfume. Angalia Ezekiel 34. Mwanadamu toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Unaona number 3 inasema kuna kondoo zimekuliwa, ziko na vidoda. Eaten by a pastor. Ni wale mmepigana na pastor akakushija akakula sehemu, lakini hakumaliza wote. Ukakuja bila pade ya nyuma yote imekuliwa.